Hivi mume wangu, kwenye hii nyumba umekuja kuniweka kama pambo, kama unavyosema kuwa mwanamke ni ua la ndani, ili ua lenyewe umelitelekeza. Umekuja kunifanya niwe ni mtu wa kulia, mtu wa mawazo kila siku ya Mungu. Mimi ni mwanamke wa aina gani ambaye sipewi haki yangu ya ndoa? Nisikilize mwanamke. Natamani sana ungenielewa nini ambacho mimi nakimaanisha kila siku. Na mimi sipendi kurudia maneno yale yale. Unakuwa kama mtoto mdogo ukielekezwa kitu hauelewi. Sikiliza tu nikwambie. Na nikupe tu mfano mzuri. Yaani mwanaume yeyote ule akiwa na pesa anaweza kumpata mwanamke yeyote ule anamhitaji kwenye maisha yake. Lakini kwa mfano mimi hapa nikiwa sina pesa, kuna uwezekano mkubwa wa kuchukuliwa na mwanaume mwenye pesa, afu ukaolewa na mimi ukanisahau kabisa kama kuna mtu alishawahi kutokea kwenye maisha yako anaitwa Andiba. Sasa mimi nikwambie kitu kimoja. Na vitu vingi ninavyofocus navyo. Yaani mimi siwezi kuweka vitu viwili kwenye kichwa changu hata siku moja. Never. Yaani mimi nilichokiweka kichwani mwangu ni kitu kinachoita kazi. Nimefocus na kazi. Sasa ukiniletea swala la mapenzi unakuwa unanivuruga, unakuwa unanichanganya ubongo wangu. Mimi nimefocus na kazi. So usije ukanichanganya. Yaani masuala ya ofisi yanichanganye. Wewe pia hapa nyumbani unichanganye. I'm mentally impaired. Mbona unataka kunichanganya mwanamke? Wandiba, huo ni uongo. Wanaume wangapi wanafanya kazi, tena kazi ngumu, wanarudi nyumbani wamechoka, lakini hawasahau wajibu wao ndani ya nyumba. Sifa ya mwanaume sio kutafuta pesa peke yake, lakini sifa ya mwanaume ni kutimiza haja za mke wake. Hivi nikikuuliza swali, wewe haja zako za mwili wako unazimalizia wapi? Mimi mke wako niko humu ndani. Mna mwingine kulazimisha kwamba ionekane sasa mimi ni mwanamke wa hovyo. Sijali chochote. Nachokijali ni hisia zangu, si ndo maana yake? Wandiba, ulinitoa nyumbani kwetu ukaja kunifanya niwe mke wako, sio kunifanya kama house girl. Sijaja hapa kutembea Wandiba. Mimi ni mwanamke, nahitaji haki zangu za msingi. Mbona unielewi? Au umeshanichoka kwa sababu na shida nyumbani? Umeshanichoka sababu kila siku unaniona huna hisia mimi tena, si ndo maana yake? Niambie mume wangu nikuelewe, shida ni nini? Unajua ipo hivi, na naomba ulielewe hili. Yaani kiuhalisia jinsi ilivyo, mimi nilijua wewe unaweza ukakaa na mimi ukanishauri, ukaweka idea mezani kwamba unahitaji kufanya kazi fulani, na mimi nikatafuta kipesa ukaanzisha biashara yako ukaifanya. Lakini wewe umekuwa mtu wa kutoa lawama zisizokuwa na msingi wowote. Hebu sikiliza. Unajua kuna wanawake ambao nakutana nao kwa barabarani, nikiwaona roho yangu inafurahi na kuwa na faraja kwa jinsi wanavyopambana. Sasa wewe unajua unanichekesha sana. Hivyo Wandiba, leo hii mimi nikaenda nikakusalisha na mwanaume mwingine, utakachokifanya utanipa talaka. Lakini sasa hivi nalia, naumia, sipati haki yangu ya ndoa. Unanitoa akili, unaona kama mimi mjinga, sijitambui, mwanamke ambaye hajielewi analilia tendo la ndoa. Ila wewe utakuwa wa kwanza kunihukumu. Nimeshindwa kuwa na maadili. Ukasahau kwamba kuna kipindi nililia, kuna kipindi nilikulazimisha. Utasahau kila kitu. Sikiza nikwambie mume wangu, kama kweli ningelikuwa nataka si kutafuta pesa, kutafuta si kazi za kufanya, ningefanya nyumbani kwetu. Kusingekuwa na haja ya mimi kuolewa. Mwanamke ni mtu ambaye anapaswa kufanya kazi za nyumbani na sio kuteseka. Mwenyezi Mungu mwenyewe aligawa majukumu. Jukumu langu mimi ni kuzaa, ni kuzalia watoto, na wewe ni jukumu lako kututafutia sisi. Hizo ni sababu tu Wandiba unaniletea. Hizo ni sababu, na sababu zako zenyewe hazina maana. Siwezi nikakuelewa mume wangu, siwezi. Kama umeshapata mwanamke mwingine niambie tu.
mapenzi yanaweza kukuvalisha wewe nguo? Hakuna. Yaani jibu ni no. Sasa sijui wewe kwa nini umekaa umeliendekeza hili swala. Ni kwa nini? Tuta, hebu usinichanganye ubongo wangu. Usinichanganye, afu usinisumbue kabisa mimi. Mimi nishakwambia na vitu vingi vya kufanya Tuta. I have a lot of things to do. Sasa unavoleta hizi habari zako ambazo mimi sizielewi. No, sitaki kuzisikia. Sitaki Tuta, sitaki kusikia. Yaani unajua au maneno ya kipuuzi unayoongea, sijawahi kuona mwanamke mjinga na mpuuzi kama wewe kwenye hii dunia. Na laiti kama wanawake wenzako wapambanaji huko mitaani wangekusikia maneno unayoongea hapa, walai wangekucheka na wangekuzomea na wangekupiga hata na mawe. Unaongea ujinga gani? Unaongea upuuzi gani? Shame upon you. Allah. Mume wangu wenu hakuniambia hivyo leo mimi. Mume wangu wenu hakunipandishia sauti kuniambia kwamba wanawake wengine huko nje unafurahia wanaoyafanya, si ndio maana yake? Kwa hiyo wapo wanawake wengine wanaokuvutia tofauti na mimi mke wako. Kweli mume wangu? Hivi kwa tumefikia huko? Anyway, ipo hivi. Kiuhalisia na ukweli kutoka ndani ya moyo wangu, mimi sina hisia na wewe. Na ndio maana hata kukaa karibu na mimi najisikia vibaya sana. Yaani I don't know why. Sasa ipo hivi. Mimi nipo sebleni. Naenda kumalizia kazi zangu. Kwa sababu nikikaa hapa na wewe unazidi kunichanganya tu. Ukijisikia kulala, you can sleep. Litapita na ile.